Katika mwangwi wa upepo mkali wa ziwa Victoria, shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC limeanza kutoa elimu ya usalama wa usafiri majini kwa wavuvi na wasafiri wanaotumia vyombo vya usafiri majini wilaya ya Lolya mkoani Mara. Lengo kuu la elimu hii ni kuwakumbusha wadau wote kufuata sheria na taratibu za usalama wa usafiri majini, kupunguza madhara ya uhai wao mara inapotokea ajali ya vyombo vya usafiri majini, hasa ikizingatiwa kuwa kuanzia Januari hadi Septemba ziwa Victoria hukumbwa na vipindi vya upepo mkali na mawimbi makubwa yanayoweza kusababisha ajali. Lengo kubwa ni kuwakumbusha wadau wetu juu ya matumizi sahihi ya vyombo vya usafiri majini pamoja na vingine vyote vinavyotumika kwa ajili ya usafirishaji pamoja na uvuvi. Tumeamua wakati huu kwa sababu kipindi cha kuanzia Januari mpaka mwezi wa 9 huwa kuna upepo mkubwa au mkali ambao unakuwepo katika kanda yetu hii ya mkoa wa Mara, hasa ziwa Victoria, kwa maana kwamba kuwahimiza wadau wetu ili wafate utaratibu, sheria na kanuni za usafirishaji kwa njia ya maji. Na tunatarajia sasa, baada ya kutoa hii elimu, tunatarajia sasa kwamba wadau wetu ambao watakuwa wamepata hii elimu wataendelea kufuata utaratibu, sheria za usalama majini zinataka. Kwa hiyo ndio lengo letu kubwa la kufika mahali hapa leo. Mwezi huu tumeamua tutoe hii elimu ili kwamba wadau wetu wawe wanafanya shughuli zao kwa usalama, kwa maana kwamba wakiwa na vyombo vyao vimesajiliwa, wana life jackets, ili wanapofanya shughuli zao waende wakafanya shughuli zao, kama ni za uvuvi, kama wanasafiri basi warudi nchi kavu waungane na familia zao wakiwa salama, kwa maana kwamba wametumia maboya okozi kwa maana ya life jackets, vyombo vyao vikiwa vimesajiliwa na TASAC. Na wakati wote, kwa mfano kama mwenye chombo au nahodha ataona kwamba abiria amekaidi amri labda hataki kuvaa maboya, basi tunatoa rai kwamba ni lazima aripoti TASAC na sisi tutachukua hatua zinazostahiki za kisheria. Wananchi wa Lolya wameipongeza TASAC kwa juhudi hizi, wakisema mafunzo wanayopewa ikiwemo namna sahihi ya kuvaa jacket okozi, yani life jacket, yamekuwa msaada mkubwa katika kujikinga na majanga ya ajali majini. Wamesema elimu hiyo pia imeondoa dhana potofu kwamba vifaa vya kuokoa maisha ni mzigo kwao, badala yake sasa wameviona kama ngao ya uhai wao ndani ya maji. Tunashukuru sana serikali imetukumbuka kutuletea hao ndugu zetu wa TASAC kutupa elimu, kwa sababu kweli kuanzia mwezi wa 1 mpaka wa 9 huwa kuna hali ya upepo na mazao hayapatikani kipindi cha upepo mkali. Kwa hiyo kupitia hii elimu tuliopewa na TASAC, naamini tunaenda kunufaika sasa. Changamoto kubwa ni kwamba maboya kwanza sisi hatuamini hayo maboya, yani kwa sababu ni vitu tumepewa bila elimu. Kwa hiyo hatuamini moja kwa moja. Lakini kwa vile tumepewa elimu, sasa tunaenda kuamini kwamba kumbe maboya yana uwezo wa kufanyaje, yana uwezo wa kutuokoa pale tunapopata ajali huko ziwani. TASAC wanatukumbuka kweli. Mimi nimefurahi na somo hili mliotuletea, kwa sababu huko nyuma kweli tulikuwa tupati somo kama hili. Inabidi tuchukue utaratibu wa maboya kwanza kabla hujapanda kwenye mtumbwi. Alafu uvae, ukifika ziwani inabidi ufanye kazi una maboya. Lakini kulingana na wengine hawafuati utaratibu hiyo. Maana akivaa maboya anasema kwamba maboya inambana. Sasa unakuta anaenda nalo ameweka mbele ya mtumbi kule. Yeye anafanya kazi hivyo hivyo. Saa nyingine wakati wa kurudi anakuja nayo amevaa, wengine hawavai. Sasa kama una boya unaenda hivyo. Kama boya ipo unaweza kavaa ukapata unafuu, pengine ukasaidiwa. Viongozi wametembea, wametuelimisha vizuri. Kuna baadhi ya watu hawakujua jinsi ya kutumia maboya na aina ya boya ambayo inatakiwa tutumie. Kwa kweli elimu tumeipata vizuri na tumeshukuru sana ujio wao wa kutuelimisha, maana kuyapo mengine ambayo tulikuwa tuyafahamu na tumeyafahamu. Changamoto inakuja upande wa wavuvi. Bosi unaweza kama umenunua boya, mvuvi yeye anachukua boya hiyo, muda mwingine unaweza ukashangaa hata anaegeshia tu kichwa baadaye anaiacha hapo. Kwa hiyo mimi
ningependa labda ili swala lisiachiwe mabosi wenyewe, maana hii inakuja kwamba wenda unaweza kukuta bosi faini ikitembea inatembea kwa bosi, faini ikitembea inatembea kwa bosi. Kwa hiyo mimi ningetoa maoni kwamba hii faini ingetembea kwa mvuvi mwenyewe muhusika. Kwa upande wake, kaimu katibu tawala wa mkoa wa Mara Dr. Zablon Masatu amesisitiza kuwa serikali ya mkoa itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo TASAC ili kudhibiti madhara ya ajali za usafiri majini na kuhakikisha wananchi wanasafiri kwa usalama kila wanapotumia huduma za usafiri majini. Nipende na mimi kuwakumbusha wananchi wetu kwenye mkoa wetu wa Mara kwamba tuchukue zile tahadhari zote ambazo zinahitajika, tuwe na zile life jackets tunaposafiri kwenye maji, kwa sababu kwenye kipindi hiki hatuwezi jua, hali ya hewa inaweza ikabadilika muda wowote, upepo na mvua zinazoonyesha hizi saa nyingine zikaleta dhoruba huko ndani ya maji. Kwa hiyo ni vema wasafirishaji wakawa na hizo life jackets, lakini vile na wananchi nao wakazitumia ili kuhakikisha kwamba sote tunakuwa salama. Na sisi kama serikali ya mkoa tunaendelea kushirikiana na wenzetu wadau kama wa TASAC, lakini na wadau wengine kwenye hiyo sekta ya usafirishaji majini ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanafanya shughuli zao wakiwa katika hali nzuri kabisa ya usalama.